Safi sana Malkia wangu. Kwa jinsi unavyopenda urembo, nina hakika siku hiyo hata binti yako atapendeza. Ila kuna jambo linanumiza sana kila nikifikiria. Jambo gani tena hilo? Nandera, kwa nini unanisaliti? Kwa nini unataka kupindua utawala wangu? Chifu, umetoa wapi hayo maneno makali kiasi hiko? Nawezaje kufanya hivyo? Napata wapi usubutu wa kukusaliti wewe? Ingali unafahamu fika na kupenda. Sijawahi kufikiria hivyo. Na wala sitokaa nikafikiria kufanya hivyo. Maneno yako yamekuwa makali mpaka nimeogopa. Hivyo ndivyo nilivyowajibu walionifikishia hizo taarifa za uzushi. Najua huwezi kufanya kitendo hicho Malkia wangu. Nakupenda sana. Hila mashiba. Hila. Hodi. Hodi. Haina Mantare, mtabiri mkuu wa Himaya. Amani wewe nawe binti. Macho yangu hajazoea vumbi la nyayo zako. Na harufu yako inaonyesha kabisa wewe si wa anga hili la Mantare. Je, wewe ni ndege uliopotea njia au ni mjumbe anabeba mzigo wa maneno? Busara yako haijakosea mtabiri. Naitwa Zara. Mwenye mkuu amenituma nishike jukumu la msaidizi wako. Niwe kivuli chako katika huduma hii ya Himaya. Vipi kuhusu Tunu? Niliamini yeye ndo angekuja badala yako. Ni kwamba mtu amebadili uelekeo kabla ya kufika baharini? Tunu amepewa majukumu mengine na mwenye mkuu. Mimi ni damu yake, mdogo wake. Naona mbegu ya utabiri ikichipua ndani ya nafsi yako binti. Lakini unatokea ukumbuke, vazi hili la utabiri wala si pambo la mwili, bali ni nira ya roho. Pia naona mwenye mkuu hakutaka kukosea hata kidogo. Amekupatia hadi vazi rasmi la wanahimaya ya Mantare. Binti, karibu katika makazi ya Ngalewa. Akili gani wewe Maginga? Unashinda kusikiliza hisia za binti yangu? Unajikuta nani ndani ya Himaya? Zingeni mwanangu. Wewe nenda. Huyu niachie mimi, nitamalizana naye. Yaani atake astake, atakubali. Vizuri sana Maginga. Nimependa mchezo wako. Jukumu langu ni kusikiliza chochote kile ambacho Malkia anakisema. Naomba niende.
Ahena Mantale, chifu wangu. Amani iwe nawe. Naam, nimeitikia wito wako. Zumo, nasikia umeshiriki kumtorosha hapa Kitana. Hayo maneno umetoa wapi baba? Hivi mimi mtoto wa chifu, mzalendo wa Mantale, leo hii nifanye tukio kama hilo? Sihusiki baba. Mchunguza vizuri. Zumo, najua kila kitu ulichokifanya. Mbinu zako zote za kumtorosha Kitana kwenye himaya. Labda nikuweke wazi, Dizonga kanieleza kila kitu dhidi yako. Nilikuamini sana mwanangu, pia nilikutegemea sana, lakini katika hili umeniangusha. Labda nikwambie, usingekuwa katika uzao wangu, leo hii kifo kingekuhusu. Dizonga, twende unipeleke alipo. Mai imepooza. Nani? Nimezunguka, nimechoka mpaka nimeamua nikae sasa. Kila nakopita sipati habari mpya. Ina maana yani mpaka najiuliza sasa hivi nikikutana na Mwanaimani nitampa habari gani mimi? Nitawaambia nini watu? Natamani ningepata habari mpya nikikutana na mtu tu kwanza. Akiniona ndo Manyekenda, naambia tulia. Sasa hivi ni kama Manyekenda, una habari gani? Yale yale. Kitana, Mama Kabula. Kitana, Mama Kabula. Yaani nilikuwa nataka sasa hivi, ngoja ningekuwa na uwezo wa kuingia hata kwenye himaya, ningeenda kwenye himaya. Ningeenda kuchukua habari za kila chifu anaendeleaje huko. Lakini Ahene Mantale Kitana Ahene Mantale Kitana Ahene Mantale Kitana. Jamani, miungu hii walete. Nimekaa tu hapa sina habari. Habari sina habari. Habari zimekuja zenyewe. Jamani, mimi miungu nipe nini jamani, nipe nini? Yaani muda ninaowaza ndo muda huo unapata habari. Jamani, usi mke wa Numbo na usi ni Faru. Ama kweli kumbe ukiwa Nyonyomi ambelegeje mke wako anatembea na wanaume wengine. Hizi habari ni za moto. Ngoja nikahakikishe vizuri, naweza nikatoa habari kumbe sio sahihi. Ngoja niwafuatie mdogo mdogo, naenda kuzita sasa hivi.
aliyenituma miguu yangu itafute katikati ya miba hii hapa. Ngalewa mama ye, ngalewa uongale. Amini na kuambia binti Zara, jangwa huwa alitoi maji kwa kila msafiri. Sikuwa na mashaka na wepesi wa miguu yako, bali nimeshangazwa na macho yako kuweza kuona kile ambacho wengi ukiona na kuikanyaga bila kujua. Wengi niliwahi kuwatuma kuleta hii dawa, hawakuweza hata kuiona. Ama kwa hakika mwenye mkuu hakukunyosha maziwa tu, bali alikulisha na kiini cha umakini. Maagizo yako ndiyo yalikuwa taa ya hatua zangu mkuu. Zara, mtihani wa kwanza ni kama mlango. Ukishafungua unakutana na chumba chenye kiza zaidi. Sasa nataka nikupe kazi ya pili. Safari hii haihitaji wepesi wa miguu yako, bali ukimya wa kivuli chako. Lazima upenye katikati ya kuta za himaya Mantare. Lakini sikia nakwambia, upepo usihisi kupita kwako, na wala jicho la ndege lisiweze kuona hata kivuli chako. Endapo utaonekana, siri itakuwa imekufa na mjumbe atakuwa amejichimbia kaburi lake. Nenda Zara, nenda ndani ya viunga vya himaya Mantare. Nenda na kutumwa. Niko tayari mkuu, naomba mwongozo wako. Hilama hilama hila hilama hilama shiva. Hilama hilama hila hilama hilama shiva. Ahusaka ahus ahusaka ahus. Ahena Mantare, chifu wangu. Lizonga, ulisema Kitana yupo hapa, yuko wapi? Wewe mwanamke, unajua namtafuta nani? Kitana yuko wapi? Nimeishi hapa kwa miaka mingi, chifu wangu. Sijui huyu mtu nayemulizia wewe. Una uhakika na unachokisema? Unajua adhabu ya kumdanganya chifu? Kitana hayupo hapa. Toka enzi ya baba yako akiwa chifu, mimi sijawahi kudanganya. Nawezaje kudanganya leo hii mbele yako chifu? Ahene Anita wap Anita wap Anita Ahene ma tale Ahene ma tale Ahene ma tale Ahene ma tale. Ahusaka ahus ahusaka ahus. Mke wangu!
Mke wangu upo wapi? Jambo, 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 aheri mantae. Jambo, 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 habari gani? Mke wangu, mbona una mawazo hivyo hadi unanitisha? Na mbona umeshikilia tumbo? Unaumwa? Hapana mume wangu, mimi siumwi. Naomba uje uketi karibu yangu tuweze kuzungumza. Jambo, jambo, jambo. Wakati umeondoka, mama yako alikuja hapa nyumbani. Mama alikuja kufanya nini? Na amekufanya nini? Tulia mume wangu, tulia nikwambie. Mama alikuja na tabia zake zile zile za siku zote, ila ghafla Kitana alitokea na kumzuia. Lakini mume wangu, kuna jambo Kitana ameniambia linanitia hofu katika maisha yangu. Jambo gani hilo mke wangu? Niambie, nipo hapa. Kitana aliniambia mama yako amekuja hapa kwa ajili ya kiumbe kilichopo tumboni mwangu. Subiri kwanza mke wangu. Kiumbe? Unataka kuniambia wewe ni mjamzito? Tunapata mtoto? Ndio mume wangu, mimi ni mjamzito. Hivi karibuni tunaenda kupokea mtoto, lakini mama yako anataka kuchukua kiumbe kilichopo tumboni mwangu. Ana nia mbaya nacho. Sikiliza mke wangu, hakuna mtu yeyote, iwe mama yangu wala nguvu za giza, ambazo zitaweza kuhatarisha maisha yako na kiumbe kilichopo ndani ya tumbo lako. Niamini mimi, nitafanya kile ninachokiweza. Nitapigana kwa jasho na damu kuhakikisha na kulinda ili uwe salama na kiumbe changu. Nafanya yote kwa sababu nakupenda sana mke wangu, na pia asante sana kwa sababu unaenda kunifanya naitwa baba. Alafu mke wangu, natamani mtoto atakayezaliwa kama atakuwa wa kike tumwite hata Kitana, kwa sababu ametusaidia sana kwenye matatizo yetu. Na kama mwanaume, unaonaje tungemwita hata Manyakenda? Kwa Manyakenda? Hapana, kwa kweli bora akiwa wa kiume tumwite hata Ngaleo, kwa sababu na yeye ametusaidia sana. Hiyo nayo imekaa sawa hiyo. Habari gani? Jambo, jambo. Ahena mantare. Ahena mantare. Dizonga, unaweza kuniambia ni kitu gani kimetokea? Mtukufu Chifu, niletewa habari na Mwanaimaya kuwa amemwona Kitana na Zumo eneo la maficho. Nami bila kufanya uchunguzi nilizileta hizi taarifa kwako mtukufu wangu. Mtukufu Zumo, pia naomba unisamehe. Dizonga, unajua namna gani umelichafua jina langu? Umenizalilisha kwa baba yangu, nimeonekana kama msaliti. Kwa nini unafanya kitu bila kuchunguza? Nimetambua kosa langu mtukufu. Nipo tayari kwa adhabu yoyote na ustahili. Ni vyema umetambua kosa lako, na adhabu ya kosa lako ni kifo. Mtukufu Chifu, natambua makosa yote aliyofanya Dizonga. Ni makosa ambayo mlinzi yoyote angeweza kuyafanya. Nakiri hilo mbele yako mtukufu Chifu. Kwa kauli yako Chifu, ulisema taarifa yoyote itakayopatikana kuhusu Kitana tukuletee. Hivyo kama Dizonga anastahili adhabu ya kifo, basi hata mimi mlinzi mkuu nastahili adhabu ya kifo Chifu. Niko tayari kufa. Sikilizeni, Dizonga, nafumbia macho jambo hili kwa leo kwa sababu ya uaminifu wa Faru, lakini nahitaji mniletee huyo Mwanaimaya anayesambaza hizi habari za uongo. Anitawap, anitawap, anitawap.
manyita aene ma tale aene ma tale aene ma tale aene ma mayogo ge mama yogo ge mayogo ge mama yogo ge. Mbona unaniangalia hivyo na unanipita bila kunisalimia mwanangu? Mimi sina mama kama wewe. Mama gani usiyojua utu wala thamani ya mtu? Hivi nikuuliza swali Mama Kabula, mimi ulinizaa au ulibadilishiwa mtoto? Maswali gani ya kuniuliza haya? Mimi ndo mama yako niliyekuweka tumboni miezi 9 na nikakuleta duniani. Makombo, uwe na heshima. Kama ungetaka heshima, usingetaka kuniua mimi, na wala usingemuua mdogo wangu, na usingekuwa unahangaika kuitesa familia yangu kila uchao. Mimi nataka nikwambie jambo moja tu leo, na tena liingie vizuri kwenye kichwa chako. Endapo utanigusa tena mimi au kamgusa mke wangu au mtoto aliyepo tumboni, nitakuua. Tena nitakuua mchana kweupe, kwa sababu wewe sio mzazi wangu tena. Wewe ni adui yangu. Makombo, umechelewa sana. Nenda salama. Mjukuu wangu Magenga, mbona unaonekana unalala? Shida ni nini? Bibi, nimevuruga mipango yangu. Mipango yangu haipo sawa kama vile ambavyo nilivyoipanga. Zengene anihitaji tena kwenye maisha yake. Hii kwangu imenipa dosari na inaenda kuvuruga mpango mzima ambao niliofikiria katika kichwa changu. Nahitaji kuirudisha himaya ya baba yangu, na akili zangu zilikuwa kwake. Sidhani kama hilo swali linaweza likakunyima. Hivi nikuulize, unampenda kweli Zengene? Mimi bibi, mimi siwezi kumpenda Zengene. Siwezi kumpenda mtu ambaye baba yake alihusika kwenye kifo cha baba yangu. Hawezi. Haiwezekani. Yeye alikuwa kwenye sehemu ya mipango yangu. Na ndio maana nimevurugwa, kwa sababu mipango yangu inaelekea kuvurugika. Hapo nimekuelewa. Ngoja nikuoneshe kitu.